kuamini Biblia wakati Biblia zenyewe zimeandikwa na wazungu. Ukimwambia hapana, Biblia neno la Mungu, anasema hakuna. Mungu angeandika, angesimama wapi? Angekaa wapi? Ulimuona wapi? Una uhakika gani mtu hii Biblia iliandikwa na Mungu? Basi mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Hii Biblia imeandikwa na watu. Hii Biblia imeandikwa na watu. Lakini hawa watu walipata uvuvio. Tunasema uvuvio, au waliongozwa na Roho Mtakatifu kuandika mambo yaliyoko kwenye Biblia. Na nataka nikwambie kitu kimoja kitakachokuthibitishia kwamba hii Biblia ni kweli, ni neno la Mungu halisi, na hata walioandika hawakuandika kwa ufahamu wao, bali ni Mungu mwenyewe aliwaongoza. Kitu chochote kile alichokifanya mwanadamu mara nyingi huwa kina expire au kina kikomo. Kwa mfano, hata kama wajenge madaraja mazuri imara sana, lakini baada ya miaka kadhaa yale madaraja tayari yanakuwa yameisha ubora wake. Hata nyumba, inajengwa nyumba nzuri kabisa mtaani kwako hapo, nzuri kabisa mtaa mzima, lakini baada ya miaka kadhaa ile nyumba imeisha thamani yake, zimejengwa nyingine nzuri zaidi. Hata kama nikawa ukashona suti nzuri kama koti langu hili, baada ya muda linaisha thamani. Hata kama ukanunua gari jipya kabisa kwa mamilioni, baada ya muda lile gari linaisha thamani, kwa sababu yanakuja magari mengine mapya na mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu chochote kile anachokifanya binadamu kina expire date yake, yaani kina kikomo. Hata vitabu vile vya shuleni, unakuta kitabu ambacho nilisoma mimi ile miaka ile, tofauti na vitabu wanavyosoma sasa, kwamba wanakwenda wanabadilisha kutokana na mazingira yanavyokwenda. Elimu inabadilika, kwa hata vitabu vinabadilika, kizazi kinabadilika, hata mazingira pia yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unapokaa hapo ulikuwaga msitu enzi hizo, lakini leo umekuwa mji. Lakini baada ya muda mji utabadilika tena, hautakuwa huo unaoishi wewe baada ya miaka, kwa sababu huo utaonekana ni mji uliopitwa na wakati, inabidi ujengwe upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu chochote kile kilichofanywa na binadamu kina expire date yake, au kitu chochote kilichoandikwa na binadamu kuna muda huwa kinapitwa na wakati. Lakini neno la Mungu ambalo ni Biblia, yani Biblia hii iliandikwa na watu, lakini hawa watu hawakuandikwa kwa uwezo wa akili zao, bali Roho wa Mungu alihusika kwa 100%. Aliwaongoza, yani waliandika vitu ambavyo Roho anawaongoza waandike. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia imeandikwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Vizazi vimebadilika, vizazi vimebadilika, lakini Biblia yenyewe haibadiliki, haipitwi na wakati. Kuna vitu vile vya 1990 huko vimeshapitwa na wakati, lakini Biblia bado haijapitwa na wakati. Ina zaidi ya miaka 2000, zaidi ya miaka 2000 zaidi, lakini haipitwi na wakati. Lakini kuna vitu vinapitwa na wakati. Kwa kujua kwamba Biblia ni kitabu cha ajabu kabisa kuliko vitabu vingine vyote, ni kuona haipitwi na wakati, na yale aliyoandikwa ndani yake kila siku ni jipya. Yaani kila siku kilichoandikwa ndani yake ni kipya. Biblia ukisoma andiko hilo hilo ulisoma jana, ukisoma leo ni jipya kabisa. Kile utakachokipata kupitia lile andiko tofauti na ulichokipata jana. Na ukisoma kesho kitu ulichokipata leo tofauti na utakachokipata kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Biblia ni kitabu cha unabii. Yote yaliyoandikwa yanatokea. Yote yaliyoandikwa yanatokea. Hakuna kitabu ambacho kimeandika mambo fulani ambayo yanatokea baada ya muda fulani. Hakipo. Bwana Yesu asifiwe. Ni Biblia peke yake ambayo imeandika mambo mengi ya unabii na yanatokea, yanatimia. Yaani yale mambo tunayoyaishi yapo yote kwenye Biblia. Lakini vitabu vya sayansi, vitabu vya hisabati, vitabu vya maarifa ya jamii vinapitwa na wakati, kutokana na kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu asikudanganye kwamba Biblia hii si neno la Mungu. Biblia ni neno la Mungu na ni neno lililo hai. Ukilitumia mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Ukilitumia mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka mambo yabadilike kwenye maisha yako, tamka neno, kili ushindi, kili neno la Mungu, utaona mambo yanabadilika. Yamkini mambo kwako hayabadiliki kwa sababu umekuwa ukipuuza neno la Mungu kwa muda mrefu. Umekuwa ukipuuza Biblia kwa muda mrefu.
Biblia imekuwa ikikuasa kwa mambo mengi, lakini ufati kwa sababu unapuuza, ukiamini kwamba imeandikwa tu na watu. Wengine wanasema imeandikwa na watu ili amani duniani iwepo, watu tusiwe tunagombana. Lakini mimi nataka nikuambie, licha ya hiyo, bado Biblia ni kitabu harisi ambacho ndani yake liko neno la Mungu. Ukilifuata hilo unao uzima. Ukifuata neno liloko ndani ya Biblia unao uzima. Utajiri wote unaohangaika nao uko ndani ya Biblia. Mke unayemtafuta yuko ndani ya Biblia. Kila kitu unachokitafuta kiko ndani ya Biblia. Uhai, uzima wa milele uko ndani ya Biblia. Kwa hiyo usipuuze neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wala mtu asikudanganye kwamba neno la Mungu halina maana. Mtu asikudanganye. Wewe ulipate kama lilivyo halisi, tena ulitendee kazi kama lilivyo, utafanikiwa sana. Utafanikiwa sana. Hii Biblia wala si hadithi za wazee zilizotungwa kwa uelewa wa watu fulani, walikaa mahali wakatunga. Hapana, bali ni Mungu mwenyewe, ni maagizo ya Mungu, ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kitu chochote tunachokitaka kiko ndani ya Biblia. Jambo linakutatiza ndani ya Biblia. Unaumwa ndani ya Biblia. Kila kitu ndani ya Biblia, kwa sababu ni neno lililo hai, ni neno linaloishi, ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hasa watu wamekuwa wakipotosha na watu wamekuwa wakiamini